بداية أحييكم بتحية الإسلامية المباركة على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimshukie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, leo bado tungaliko katika masiku ya awali kabisa ya mwaka mpya wa Kiislamu katika mwezi mtukufu kabisa ambao ni Muharram. Katika historia bado kipindi hiki na masiku haya na masaa haya ni masaa mazito, magumu na yenye uchungu kwa familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasi kutokana na imani waliokuwa nayo na msimamo waliokuwa nao, kama ilivyokuwa ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwataja watu kama hawa, na sisi tunawataja kwa wema. Katika Qur'ani ndani ya sura Fussilat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah. Amezungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Fussilat juu ya mambo makuu mawili, ambayo mambo hayo mawili la muumini Muislamu mwanadamu katika ulimwengu ataambatana nayo, atayashikilia, yatakuwa ndiyo maisha yake, basi ana ujira, ana malipo matano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja. Mambo haya mawili, la kwanza ni jepesi sana, ambayo kila mmoja wetu, hakuna anayeshindwa, kila mmoja wetu aweza kulifanya jambo hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, jambo zito sana, na wale ambao walipata bahati au watakaopata bahati au waliokuwa na bahati ya kushikamana na jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia mambo saba taslim. Qala al-bari wa yaqulu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anaanza anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale ambao watakaosema kwamba Mola wetu mlezi sisi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, apatikane mu'minun, apatikane Muislamu au apatikane mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu na imani yake akaitangaza wazi ndani ya kifua chake, akaamini kwa dhati kabisa, akasema hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uminu billah, ninamwamini Subhanahu Mola wangu mlezi mimi si mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo hili 99% ya Waislamu wote wanaweza kulifanya, na ndio jambo pekee ambalo linamfanya asiyekuwa Muislamu akawa Muislamu. Yule ambaye anataka
kuingia katika dini tukufu ya Kiislamu, mlango wa kupitia ni kalimatu tauhid wa shahadatain. Ukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea, anasema thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, kisha wakasimama katika hilo neno, kisha wakawa wanayasimamia yale ambayo wanayoambiwa. Kisha hiyo kalima aliyosema Abdullah, Rabbi Allah, umekubali ukasema kwamba mimi ninayemwabudu ni Mungu peke yake. Ukishamaliza sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo katika kauli hiyo. Hao watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wana nini? Wana ujira gani? Wana mambo gani? Anasema tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Katika majambo 7 mazuri watakayoyapata wale ambao walishikamana na kalimatu tauhid, wakamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wakawa na msimamo katika imani waliokuwa nayo. Jambo la kwanza katika hayo 7 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu alayhimul malaika, watu hao wanashukiwa na malaika. Unadhani kwamba malaika akikushukia inakuwaje? Wale wako ushukiwa na Ibilisi. Ujikinge na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usije ukatelemkiwa na Ibilisi. Lakini malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikushukia, hiyo siku yako inaitwa siku ya bahati, kwa sababu malaikatur Rahman, wale ambao wanaoendea waja wema, wakija kuamini hawaji isipokuwa kwa baraka. Mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anasema hao malaika wakisha kukushukia wewe ambaye umetangaza kwa baraka ya Allah, kisha ukaambatana na msimamo katika hiyo kauli, Mwenyezi Mungu anasema hao malaika wakija wanasema, wanakwambia alla takhafu, usihuzunike, usiwe na hofu, usiogope, wala tahzanu, wala usihuzunike, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Na tazama, alisema hivyo ni malaika anakuambia wewe uliambatana na mambo hayo mawili. Kwanza kabisa anakuambia usiwe na hofu. Inawezekana ukawa unaogopa, hofu imekujaa kwamba itakuwaje, lakini anakwambia usihuzunike. Jambo la tatu anasema wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna, na bashiri, hebu nipe habari njema juu ya pepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anakuahidi. Mimi kwa uchache wa muda nataka niishie katika zile neema alizozitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na neema hii peke yake ya nuzulul malaika, kushuka kwa malaika, ala man amana wa qala, yule ambaye aliamini kisha akasema, thumma istaqama, kisha akawa na msimamo. Imani ni jambo jepesi sana kulivaa. Warabu walisema tumeamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambia nyinyi wala hamjaamini, bali mseme tu mmefanyaje? Mmesilimu. Waqalatil a'rabu amanna, Warabu walisema tumeamini, wakaambiwa inabidi mseme kwamba tumefanyaje? Tumesilimu. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, imani mpaka wewe ujiite muumini bado haijaambatana na nyoyo zenu.
Sasa neema ya kushukiwa na malaika kwa yule ambaye ana maneno mawili, aliyeambatana na mambo mawili, hunaka khilafu baina al-mufassirina. Wafasiri walipofika katika hii aya wakaona neema ya kwanza kabisa inayomwendea ile aliyekuwa na imani kisha akawa na msimamo, wakasema neema hizi ni neema za wapi hizi anazozipata? Hii neema ya kushukiwa na malaika anaipata wapi? Faqala ba'dhu minhum, baadhi wakasema neema ya kushukiwa na malaikatur rahmani muumini wakuwa na imani na istiqama ni sehemu mbili tu. Ya kwanza ni pale ambapo watakapokuwa wanakata roho, sakaratul mauti imefika, wanasema hapo ndipo malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanakuja wanakwambia usitukufu. Na sehemu ya pili ni yaumul qiyama, siku ambayo kiyama kitasimama. Wale ambao waumini watakaokuwa na hofu, eti kiyama tutakuwa na hali gani, mambo yatakuwaje? Asema hapo ndipo sehemu ya pili ambapo malaikatur rahman, malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watamshukia muumini. Walakin ama Sheikh Makarim Shirazi fi tafsiri al-amthal, al-Allama Makarim Shirazi anasema hakuna hasri na wala hakuna kaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tatanazzalu alayhimul malaika, malaika wanashuka. Hakusema kwamba wakati wa mauti peke yake, wala hakusema kwamba ni wakati wa siku ya kiyama peke yake. Hapana, mutlaqan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliacha hii wazi. Hivyo basi hata katika maisha ya dunia, kabla binadamu mauti haujamkaribia, katika hizi shughuli zako za kawaida, katika utafutaji wako wa riziki, ukawa una imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma akhadta al-istiqama, kisha baada ya imani ukaambatana na msimamo katika dini yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa umri uliokuwa nao, kwa nafasi uliokuwa nayo, na kwa kazi uliokuwa nayo, malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo hapo ulipo wanakufikia. Sio mpaka ufe, sio mpaka mauti yafe. Wama dalili wala dhalika, watu wakamuuliza Makarim Shirazi dalili ikoje? Mbele ya aya inayofuata malaika watawaambia hawa